hatuhukumiwi tena kupitia kwenye sheria. Sheria inaweza msababishia mtu akaishi maisha ya machozi. Nilishawahi kukutana na binti moja, akaniambia haiwezekani yeye kuolewa kabla ya dada yake mkubwa kuolewa. Kwa ajili ya sheria na desturi za Kiafrika, hawezi akaolewa mpaka mkubwa wake aweze kuolewa. Na mkubwa ashafanya maamuzi ya kwamba yeye hataki kuolewa. Na sheria za Kiafrika zinasema kama mkubwa haoleki na mdogo pia hataoleka. Na kisha kama kishawahi fanyika kwenye Biblia, Biblia inasema kwamba Yakobo akampenda msichana ambaye ni mdogo, na yule wa kwanza hakuwa ameolewa, lakini hakuambiwa kitakachofanyika. Biblia inasema kwamba wakafanya mapatano. Akasema unaweza ukafanya miaka 7 utampata yule msichana unayetaka, lakini hakuambiwa ya kwamba kunazo sheria zinazotawala maisha ya mahali pale. Kwa hivyo Yakobo alipofanya kazi, alipojituma, ikafika sana siku ya kumpata mke wake, Biblia inasema kwamba usiku ule ule akaletewa msichana yule mkubwa. Alipolalamika akaambiwa kulingana na sheria na desturi zetu, haiwezekani msichana mdogo akaolewa kabla ya msichana yule mkubwa. Ikamuuliza Yakobo, Yakobo ikambidi tena afanye kazi kwa miaka zingine 7. Sheria inaweza ikamtawala mtu kiasi ya kwamba anakosa la kufanya na kuendelea katika maisha. Ila kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza kila sheria ambayo imewekwa kwenu ikutawale. Kila sheria ambayo imekuwa baria katika maisha yako haina mamlaka sasa kwa jina la Yesu. Nimeshawahi kutana na familia ambayo ikasema hivi ya kwamba haiwezekani nijenge nyumba kabla ya kijana wa kwanza kujenga nyumba, especially kutoka Nyanza na Western. Haiwezekani. Unaweza ukawa umefanikiwa sana kama kijana, unaweza ukafanya vizuri, lakini kama firstborn wenu hajatengeneza nyumba, hawezi ukatengeneza. Sema wanamsukuma ya kwamba huyo mtoto wa kwanza atengeneze nyumba alafu wengine wafate. Na akikataa kutengeneza nyumba, inamaanisha hata kama tumebarikiwa namna gani, hata kama tuko na uwezo namna gani, sheria zinasema hatuwezi tukajenga nyumba mpaka yule mkubwa ajenge nyumba. Mimi nikamwambia yule kijana, nikamwambia nenda ukajenge, maana hamna chochote kitakacho kufanyikia katika maisha yako. Akanambia mtumishi, haujui, nikijenga nyumba kabla ya my firstborn mimi nitakufa ama niwe wazimu. Sheria. Nikamwambia mambo ni mawili, ni uende ukajenge kwa neno la kiunabii, ama uende ukamjengee ndugu yako wa kwanza alafu na ujenge ya kwako. Akaona ikiwa mzigo sana kujenga nyumba ya ndugu yake na kisha ajenge nyumba yake, hiyo budget haipo. Akasema nimekusikiza, ninaenda kujenga nyumba. Haleluya. Je, sheria ni gani ambayo wewe imekuzuia kutokuendelea katika maisha? Ndio Biblia inasema kwamba Romans chapter 8 verse 1 inasema therefore there is no condemnation kwa wale ambao wako ndani ya Kristo. Haleluya.
Kumbe kukaa ndani ya Kristo tunakombolewa na hatukai tena chini ya sheria. Yani mtumishi alipokuwa na ubiri, unajua mchungaji Stefano ni mtu wa historia. Ukimsikiza anafuata historia sana. Hapo unasikia hiyo. Ataanza kufuata historia ya ekonomia, akwambia Yakufu, akwambia Maina, hizo zote. Yani anapenda historia. Ndio maana hapa ametaja majina kama 20. Ama si kweli? Yani ni mtu anapenda historia. Lakini pamoja na hiyo, mimi siendi hizo kwa majina. Kile mimi najua, sheria haina nguvu juu ya maisha yangu, maana Yesu anatawala. Na kama Yesu anatawala, hata wewe sheria haina uwezo juu ya maisha yako. Kama walikuwekea sheria utakuwa tajiri, inatangaza utakuwa tajiri. Kama walikuwekea sheria kweli lazima mfe kila mwaka, inatangaza hiyo sheria kuvunjika. Hamtakufa, mtaishi. Haleluya. Kama walisema kwenu hamtaoa, natangaza mtaolewa. Sheria, nishawahi kutana na familia moja sehemu moja ya Meru. Nimefanikiwa kutembea Kenya nzima na nimekutana na culture tofauti. Nilipoenda Meru nikasikia hii familia, hata ukimpenda binti hawezi ukamuoa. Wanasema Mdaraka na mtu wa kutokea Mudhambi. Watu wa Meru wamegawanyika. Kuna mtu wa Mudhambi, kuna mtu wa Imenti, kuna mtu ambaye ni Mtigania. Sasa mtu wa kutokea Mudhambi ambao ni Chogoria hawaruhusiwi kulingana na sheria kuoa msichana wa kutokea Daraka. Cha pili, nikatambua ya kwamba yoyote anayetokea Daraka, kwa sababu ni opposite, ni kuvuka tu mpaka. Yoyote anayetokea Daraka akija upande huu akikuomba chakula lazima umpatie, na akiingia kwa shamba hamna swali. Ndio sheria. Ila ukimnyima chakula, wa Mudhambi wanaamini ya kwamba ukimnyima Mdaraka chakula, mabaya, calamity will follow your life. Sheria. Nikajaribu kuuliza wazee, maana mimi kitu kinanisumbuanga. Nikauliza ilifanyika kwa sababu kuna jamaa alitokea akasema yeye ni Mdaraka, amekuja kwanza apewe chakula, na anaweza ingia boma yote, na anaweza kama alipopote, na hamna swali. Nikauliza inafanyika namna gani. Nikaifuatilia historia, nikakuja kutambua wazee wa kitambo walikaa wakapatana, wakasema kwa sababu Daraka ni mahali ambapo imekauka. Daraka imekauka, na vile imekauka hawana chakula. Kwa hivyo watu wa Mudhambi upande mmoja wa Meru iko na chakula sana. Wakakubaliana tusiwahi wanyima hawa chakula. Tukiwanyima hawa chakula kwa sababu wanatokea sehemu ambayo imekauka, ina uwezekano sisi tupigwe. Na hiyo kitu kikawekwa. Ndio maana tunasema Africans believes ya kwamba ukiruka mawe kuna kitu kitafanyika. Ukiona nimeweka miguu hivi uniruke, utakuwa mfupi. Ama hizo vitu hamzijui. Africans believes. Ndio maana tukiwa watoto, yale mawe matatu ya kupika, ulikuwa unaambiwa usiakalie hayo mawe. Kwa sababu gani? Kwanza hatukuwa tunavaa suruali. Ndio maana ulikuwa unaambiwa usiakalie mawe ya kupika. Cha pili, unaambiwa ukiagusa hayo mawe kuna kitu kitakufanyikia wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto walipenda michezo na walikuwa wanatembea uchi. Ili yale mawe ya kupika ya kuwepo tu, lazima watengeneze sheria ya kwamba ukiagusa haya kuna kitu kitafanyika.
na watoto wakaogopa, na wewe pia uliogopa. Ama haukuogopa? Amen. Na kuna sheria hata wewe nimeona ukiongea ya kwamba mtu akisimama na watu wamekaa, unasikia weka chini, unaninyonya damu. Ama iko hiyo? Sasa mtu anayesimama na yule ameketi anakunyonya damu kwa sheria gani? Wewe kaa chini, unaninyonya damu. Kaa chini kabisa, unaninyonya damu. Kumbe walitaka kama tunaketi. Yaani Afrika kuna sheria nyingi sana ambazo tukizifuatilia na wewe unazifuatilia zinatuletea changamoto katika maisha. Biblia inasema kwamba kwa sasa tena sheria hakihukumu kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. Tafakari, sheria gani ambayo wewe inakutawala? Sheria gani ambayo inasema juu ya maisha yako? Sheria gani ambayo inazungumza juu ya maisha yako? Na tutembee na sheria za kimungu, na tutembelee kwa neema ya kimungu. Ninakuombea mchana wa leo ya kwamba sheria ya kwenu isikutawale. Uende ukafanikiwe, uende ukajenge, uende ukatajirike, watoto wako wafanye vizuri. Maana sheria zilisema mtoto wa kike asipatiwe shamba, lakini hizo sheria zishavunjika. Siku hizi watoto wa kike wanapewa shamba, ama sivyo? Lakini zamu za kale mtoto wa kike hakuwa naruhusiwa kupatiwa shamba, na waliteseka sana, wakahangaika sana kwa ajili ya hizo sheria. Na kuna mtu hapa tena nafuata hizo sheria. Kama wewe ni mzee, somesha watoto wote, awe wa kike awe wa kiume, wasomeshe. Bwana Yesu asifiwe. Sheria, unampata mtu anasema siwezi somesha mtoto wa kike, tamsomesha mtoto wa kiume. Ni sheria. Sheria kwa hii karne ya leo na kwa maisha ya leo haina nguvu kwa jina la Yesu. Mtoto wa kike anaweza kafaulu na mtoto wa kijana anaweza kafaulu. Mtoto ni mtoto na mtu yoyote anaweza kafaulu kwa jina la Yesu. Sheria haina nguvu juu ya maisha yetu. Kwa hivyo nashukuru kwa hiyo neno. Mungu akubariki sana. Jumapili hii inayokuja tarehe 5 tutakuwa na meza ya Bwana hapa. Na meza ya Bwana Mungu ameniahidi kuna watu utakaoombea hapa watapona. Utakuwa na instant healing. Yaani mlete mtu mgonjwa, mlete mtu ambaye ako na changamoto yoyote. Nitakuwa nafanya, Mungu ameniambia nifanye ibada moja kila mwezi, moja tu kwa mwezi, ambayo itakuwa na uponyaji, ambayo itakuwa na ukombozi, itakuwa na uwezo mkubwa sana. Kwa hivyo this Sunday ya tarehe 5, every first Sunday of every month tutakuwa na meza ya Bwana, na wewe utashuhudia yale ambayo yatakayotokea, utaona yatakayofanyika. Kwa hivyo don't miss this coming Sunday. Na umwalike mtu. Ni heri ukose ibada zingine zote, lakini ibada ya kwanza ya mwezi itakuwa ni ibada ya nguvu sana. Maana kuanzia kesho nitakuwa kwenye mafungo na kuanza kuomba. Maana that Sunday ya meza ya Bwana nataka iwe tofauti juu ya maisha yako. Kuna atakayechukua meza ya Bwana. Kuna kijana mmoja nilimwambia, napofanya maombi niliyafanya, nikamwambia muda hautaenda sana, maisha yako yanabadilika na unaenda nako. Akaniangalia akaniambia haiwezekani. Kwanza sijasoma, kwanza sina connection yoyote. Tulipofanya maombi na tukafanya meza ya Bwana, hakukaa muda mrefu, chini ya miaka 2 akasafiri. Na mwamini Mungu, miujiza ifanyike kuanzia Jumapili juu ya maisha yako. After this Holy Communion, your life will never be the same. Come prepare, pray for yourself, invite someone. Mtu ambaye umemwona hayuko vizuri, mtu ambaye ni wazimu, mlete. Hata kama amefungwa makamba, atakuja amefungwa kamba na atatoka akiwa amefunguliwa kamba. Hallelujah. Mimi nimeombea wendazimu wengi sana sana
na wengi wakapona. Hakuna hata mmoja niliyomdaka kusa kupona. Neema juu ya maisha yangu. Kila first Sunday of every month is a special Sunday for word of encouragement. Yeye ukose ibada zingine, but every first Sunday of every month utaona the grace upon my life ikifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Neema hiyo ambayo Mungu amenitumia zaidi ya nchi, almost over 20 countries. The same grace nataka ionekane juu ya maisha yangu mahali hapa. So Sunday, invite someone, prepare yourself, come early in the morning, maana kukijaa utakaa nje, lakini neema itatembea. Basi Mungu awabariki. Baada ya ibada hii tunakuwa na ibada ya worship experience. I don't know if you're going to take immediately ama tutakuwa na break. Tutakuwa na break for how many minutes? Inaanza saa 8. Today is the youth service. Na wa request wakasema baada ya ibada wakuwe bado na worship experience. They want to worship God. Amna kitu